Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Kings Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye klabu yao. Mambo yanaonekana kutokwenda vizuri kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Taarifa ni nyingi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, hususan juu ya uongozi wao ambao unaendelea kwa sasa, kuhusiana na kile kinachoonekana kama mambo yaendi sawa, tofauti na vile ambavyo wengi walitarajia. Pengine msimu ungeanza vizuri zaidi na ungekuwa ni mzuri kwa Simba kutokana na usajili ambao waliufanya kwenye kipindi cha dirisha kubwa, lakini mambo yanaendelea kuweza kuangukia pua kila siku. Sasa taarifa imetolewa na mimi nikaona sio vyema ni kuache hivi nikusogezee kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ambapo mambo ni mazito kweli kweli kwa kile ambacho kilichopo kwa sasa kunako klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa mujibu wa taarifa ambavyo inaeleza kuhusiana na kile kilichopo baina ya viongozi wa juu ndani ya kikosi cha klabu ya soka Simba, ambayo inaathiri kwa ujumla timu nzima ya Simba Sport Club. Sasa mimi nimekusogezea taarifa hii, utakwenda kujua mwanzo mwisho mwa sakata hili na mpaka ambapo lilipoweza kufikia. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Kings Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi kweli kweli. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Simba kwa sasa ni kama vile unaweza kusema ni jumba bovu. Lolote ama yoyote linaweza kumwangukia saa yoyote kutokana na kile ambacho kinachoendelea kwenye timu yao. Umeweza kushuhudia wakiweza kupoteza michezo miwili kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia wakapoteza pia mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa ni magumu kwa upande wa kikosi cha klabu ya soka ya Simba, na huku kukiwa na taarifa ya kwamba uongozi wa juu hauna maelewano mazuri, licha ya kwamba walikutana kwenye kikao cha viongozi pamoja na wanachama, lakini yale ambayo yalikwenda kujadiliwa hayakwenda kupatiwa muafaka, na mwisho wa siku kikao kilionekana kuisha pasipo kuwa na majibu na pasipo kueleweka. Yani kikao kilifungwa kiaina, huku mashabiki wakitaka kujua hatma ya klabu yao ni wapi, na majibu ya maswali yao wakitaka kuweza kujua kile kinachoendelea kwa sasa kwenye klabu yao. Licha ya kwamba mwenyekiti ndio mwenye dhamana ya kuwajibu, lakini alionekana kuwa tofauti na majibu ambayo yaliyokuwa yanataka kuweza kupatia ufumbuzi kwa mashabiki na wanachama wa klabu ya soka ya Simba. Sasa kwa kile ambacho kinachoendelea, mashabiki wanamtaka mwenyekiti aweze kukaa pembeni, watafute mtu ambaye ni sahihi, ambaye anaweza kuwavusha hapa walipo, kwani wana imani ya kwamba mwenyekiti ndio tatizo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Sasa klabu ya soka ya Simba wenyewe wameweza kuweka taarifa yao, lakini pia wachambuzi na wenyewe wameweza kutoa tathmini yao juu ya kile ambacho anaandika mchambuzi anasema ya kwamba wakati wa amani huwa ndio muda sahihi wa kufanya marekebisho ili kuibakiza amani mahali ilipo, na pengine kuzuia madhara yanayoweza kuletwa na kasoro ndogo ndogo zilizopo zinazotishia amani. Kwenye taasisi yoyote inapofikia hatua mambo yaendi sawa na ajulikani mwema nani mbaya nani, kitu cha kwanza kuangaliwa huwa ni muhimili wa uwajibikaji ambao ni mamlaka, kwamba kama na mwenye mamlaka naye amechanganyikiwa ajue afanye nini ili ufanisi urejee mahali pake. Kwa lugha nyingine tunasema kiongozi mkuu kazi imemshinda na joo la mamlaka limezidi kimo. Katika klabu ya Simba ni muda mrefu sasa hali ya ufanisi mbovu imekuwepo, na kwa mujibu wa matatizo hayo kulaumiana kwingi kumekuwepo. Mwekezaji kalaumiwa, bodi imelaumiwa, mwenyekiti kalaumiwa, wachezaji wamelaumiwa, benchi la ufundi mpaka limefumuliwa mara kadhaa, mashabiki wamelaumiana wao kwa wao. Tumefikia mpaka msemaji
msemaji mfia timu wa klabu naye ananyooshewa kidole kuwa eti ni msaliti, lakini ukweli unabaki pale pale kuwa yupo mtu ambaye ndiye mwenye wajibu wa kuiongoza klabu, ambaye kwa wajibu alionao akutakiwa na yeyote atoe lawama, bali itakiwa wawe na muone wa kujua chanzo cha matatizo na achukue hatua. Lakini inaelekea maji yamezidi unga, ameshindwa. Katika klabu kubwa kama Simba ujanja hauna nafasi. Uongozi utolewa kwa sifa maalum na uwezo wa kiutendaji. Kama kiongozi atimizi malengo na miaka inazidi kwenda, atakuwa anadumu madarakani kwa misingi hipi? Uungwana ni kuwajibika, unawapisha wengine nao walete ufanisi. Kuatamia madaraka ni kujitafutia muhali na si uzalendo wa kweli wa klabu. Kama kiongozi kasajili vizuri lakini timu haileti matokeo, kama kaajiri makocha wazuri lakini hakuna ufanisi, kaleta wawekezaji lakini timu haina jipya, majibu haya yote ni kuwa yeye kiongozi ndiye tatizo, kwani atakuwa akitoa wengine kafara. Hadi lini? Imefikia wakati wa nyeusi kuitwa nyeusi na nyeupe kuitwa nyeupe. Hayo ni maoni ya mdau kuhusiana kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba.